Niseme na wewe namna ya wewe kuweza kuzishughulikia nguvu za giza. Sema amina. Sema amina. Ninaona ukipata neema na wewe ya kuzishughulikia nguvu za giza katika jina la Yesu. Kwa nini tunataka tushughulikie nguvu za giza? Kwa sababu ndio moja kati ya roho ambazo kwa kiwango kikubwa mno zinatesa maisha ya watoto wengi wa Mungu, zinasumbua watoto wengi wa Mungu. Shetani anaweza asiogope kwa mahudhurio yako ya wewe kuja kanisani. Kinachoweza kumtisha shetani ni kile wewe usichojua. Ni kile wewe usichojua. Lakini kila utakachokuwa unakijua kitakusaidia wewe kuweza kushinda vita vyako. Sema amina. Sema amina. Neno la Bwana linasema pingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo kama hauna uwezo wa kumpinga, ataendelea kubaki kwako. Lakini kadiri utakapokuwa unazidi kumjua Mungu wako, na wewe ndio utakapokuwa unazidi kupokea neema kwa Mungu wako. Sema amina. Sema amina na ubariki. Kwa hiyo leo ninaona ukitoka katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu giza ni ulimwengu. Ni ulimwengu kama ulimwengu hivi unavyoweza kuona utu uliokuwa nao. Ule ni ulimwengu usioonekana, na ndio maana ni rahisi sana shetani kuweza kukuficha, na anakuficha ili aendelee kukutumikisha. Hautatumikishwa tena katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Bwana linasema, nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka uhuru. Sema amina. Mateso ya watoto wengi wa Dar es Salaam ni nguvu za giza, na moja kitu ambacho kinaweza kikasapoti hizo nguvu za giza ni pamoja na makusanyiko ya maji. Kwa nini? Kwa sababu kwenye maeneo mengi yenye maji ndio maeneo yenye uchawi mkubwa. Haleluya, haleluya. Sisi kama nasema na watu, unajua, unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini safari ya kwanza ya Yesu ilianza baharini na ilianza na miji iliyoko pembezoni mwa bahari. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hebu ngoja nikuonyeshe kidogo. Fungua kitabu cha Mathayo mlango ule wa 4. Mathayo mlango wa 4 na mstari ule wa 13. Unasemaje? Sikia vizuri. Injili ya Yesu. Maneno ya Bwana yanasema. Yanasemaje? Akatoka Nazareti. Akatoka Nazareti. Akatoka Nazareti. Akaja akakaa Kapernaum. Akaja akakaa Kapernaum. Mji ulioko pwani. Mji ulioko pwani. Nazareti ndio eneo ambalo alizaliwa, lakini majira na muda ya Bwana yalipofika kwake, alitoka mipakani mwa Zabuloni na Naftali. Mipakani mwa Zabuloni na Naftali. Ili litimie neno. Lililonenwa na nabii Isaya. Nchi
ya Zabuloni, na nchi ya Naftali, na nchi ya Naftali, njia ya bahari, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza, wale watu waliokaa katika giza, wale watu waliotiishwa, waliowekwa chini ya giza, wameona mwanga mkuu, wameona mwanga mkuu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ni majira yako na wewe kuona mwanga mkuu. Sema amina. Haijalishi shetani anasema nini, haijalishi hao waliokushika wanasema nini. Anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo hili. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho kwa kawaida huo unafunuliwa na neno. Ndio maana hakuna changamoto wala hakuna shida ambayo wewe unaipitia ambayo Biblia ikusema. Sema amina. Ninaona leo ukitoka katika jina la Yesu. Sio neno moja, ni zaidi ya neno moja. Tumekuwa tukiona Yesu akihudumu kwenye maji. Kuna eneo jingine alitembea juu ya maji. Sasa niliwahi kutamani kutaka kufuatilia kwa nini alitembea juu ya maji. Nilipofuatilia nikajua kwamba lile eneo ambalo alitembea juu ya maji, lile eneo ni eneo ambalo lilikuwa na miungu mingi kwenye maji, na watu wa eneo lile walikuwa wanaiamini ile miungu kuliko Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Wewe ili kuonyesha yeye ni zaidi ya ile miungu, ndio maana alitembea juu ya maji. Ninaona na wewe utatembea juu ya maji katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna uchawi wowote kutoka baharini utakaoweza kukuzuru wewe. Hakuna uchawi wowote kutoka baharini utakaoweza kukuloga wewe. Sema amina. Sema amina. Ninaona shetani akipoteza mamlaka yake. Sema amina. Ndio maana leo nataka tushughulikie, na tutashughulikia kikamilifu. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu havihitaji wewe uombe, wala kuna vitu havihitaji wewe ufunge, wala kuna vitu havihitaji wewe ulie. Yaani kuna vitu vinakusubiria wewe ujue, na ukishajua kila kamba za kuzimu zitakatika kwako katika jina la Yesu. Kwa hiyo leo takuonyesha vitu 7 ambavyo shetani hataki wewe uvijue. Hataki. Kwa nini? Kwa sababu anajua ukishavijua atapoteza mamlaka yake kwako. Sisi kama anasema na watu, unajua maandiko yanatupa ujasiri kwa kadiri yanavyomuelezea shetani. Yanasema kwamba shetani ni baba wa uongo, na kama ni baba wa uongo, yako mambo mengi sana kwenye maisha yako sio uhalisia wako, ni uongo tu ambao unaupanda kwako, na kwa uongo huo ndio unaotenda kazi kwenye maisha yako. Hautakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Haleluya. Na maana nasema mkao. Huu ni mkao wa mavazi, ni mkao wa kuvikwa. Kuna nguo ukisha kuwa nayo, nakwambia hata kama ulikuwa huna shepu itaanza kuonekana. Sema amina. Si kama anasema na watu. Biblia inasema wana wa ulimwengu huu wana hekima katika mambo yao kuliko wana wa nuruni. Ndio maana Wachina wamegundua, ukienda kule Kariakoo wanampaka taiti za ipsi, yaani kama una miguu haieleweki wanaweza ukakushepa na wewe ukatokelezea. Sema amina. Ndio maana na Bwana naye
anapotuleta kwenye ufalme huu, lengo na kusudi lake ni kuweza kutushepo, ni kuweza kututengeneza ili tuweze kukubalika. Sema amina. Ndio maana leo nataka nikuonyeshe mambo 7 tu ambayo shetani hataki wewe uyajue. Haleluya. La kwanza, maandiko namba 1. La kwanza, shetani hataki ujue utambulisho wako wewe ndani ya Yesu. Hataki. Na kama ana maombi ya mfungo wa kumaliza mwaka, ni pamoja na wewe usijue ule utambulisho wako wewe kwa Yesu. Utambulisho wako wewe kwa Yesu. Unajua siku ambayo wewe utafunuliwa ya kuwa wewe ni nani ndani ya Yesu, ndio siku ambayo matatizo yako yote unayopitia yataisha. Na wewe ukajua yameishaisha vipi? Yataisha kwa sababu wewe umejua. Sema amina na ubariki. Unajua usipojua ndio utaona mara nyingi sana hata watu wanafika mahali wanaenda kufunga. Utafungaje wakati bwana harusi unaye? Sema amina. Sema amina na ubariki. Sisemi kufunga ni vibaya, hapana. Haleluya. Haleluya. Sisemi kufunga ni dhambi. Kufunga ni muhimu. Ni muhimu kwa mtu asiyemjua Yesu. Sema amina. Unajua mafundisho kidogo ya kitume ni tofauti kidogo na ya wachungaji. Sizungumzii mtu ambaye bado hajakuwa kiroho. Nazungumzia mtu ambaye tayari ameshakwisha kukua katika hekima na kimo cha Yesu Kristo. Maana ni mpango wa Mungu kwa wanadamu, kila mwanadamu aweze kukua katika hekima na kimo cha Yesu. Sijui kama anasema na sijui nilekali. Unajua kwa wale ambao wamebahatika kuweza kupiga hatua angalau mmoja kwenda eneo jingine, mtu anamlea hata ukimletea chakula hawezi kuombea. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema mtakula vitu vya kufisha lakini havitawazuru. Hicho ni kimo. Ni kimo katika kumjua Yesu. Wewe ukaniona mimi nataka kusafiri alafu naanza kujiandaa eti kwa maombi, mimi naondoka tu. Sema amina. Sema amina. Mimi hata nikiwa na kongamano huwaga sina muda wa kusema eti nafanya maandalizi kwa ajili ya hilo kongamano, nashinda naomba ili Mungu anisaidie. Hapana. Ninaijua nafasi yangu katika Kristo. Haleluya. 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 Sijui kama nasema na watu. Unajua wewe sio wa kwanza, hata Danieli pia naye aliwahi kupitia kama unavyopitia wewe. Danieli aliingia kwenye mfungo wa siku 21. Haleluya. Na lengo la Danieli alikuwa anamtafuta Mungu. Siku ya 21 malaika wa Bwana anaenda anamtokea, anamwambia tangu siku ile ya kwanza uliotia nia, majibu yako ya maombi yalishakwisha kujibiwa. Sema amina. Sema amina. Kwa lugha moja au nyingine, wakati mwingine kwa sababu tu ya kutokujua, ndio maana umeendelea mpaka siku 20 za nyongeza ambazo hazikuwa kwenye mpango wa Mungu.
Na ndio maana hamna kitu hatari kama kuombea kitu kimoja kila siku hicho hicho. Yaani kaugonjwa, yaani umefika mahali umeinua kaugonjwa mpaka kamefika mahali kanataka kuwa kakubwa kuliko Yesu. Andiko linasema yoyote ambayo mnayaomba aminini mnayapokea, nayo yatakuwa ya kwako. Yes. Kwa kama utakuwa unakwenda kuomba alafu kile unachoomba wewe mwenyewe uamini kwamba ni chako, utasubiri sana. Utasubiri sana. Ndio maana kama kuna kitu ambacho Mungu leo anatakiwa kufunulie wewe, ni pamoja na kukujulisha wewe ni nani. Sisi kama nasema na watu, utambulisho wa kwako ni kitu cha maana kuliko kitu kingine chochote. Ndio maana kuna wakati niliwahi kusema hivi, mimi mchawi wa kuniloga hajazaliwa, na hatazaliwa kwa ajili yangu. Asubiri sana hadi nitakapoondoka. Sijui kwa habari yako wewe. Naona kuna wengine tuko nao hapa, kiukweli tukiwapa nafasi ya kusema sasa nimelogwa. Zaburi 82:5. Zaburi 82:5 inasemaje? Maneno ya Bwana yanasema, ndio. Hawajui, ndio. Wala hawafahamu. Hawajui wala hawafahamu. Utembea gizani. Misingi yote utembea gizani. Hawajui wala hawafahamu. Kwa kuwa hawajui na wala hawafahamu, kinachofuatia kwa mtu ni mtu kutembea gizani. Yaani kwa namna moja au nyingine, giza linalotenda kazi kwenye maisha yako ni kwa sababu ya wewe kukosa ufahamu. Sema amina. Sijui kama nasema na watu. Unajua juzi tulikuwa tumepita na mke wangu baharini kule Kigamboni. Tulikuwa tumeenda kumsalimia ndugu yetu. Sasa wakati tunarudi kulikuwa tumepata njaa sana. Tulikuwa hatujala. Kwa hiyo tulijikuta katika zile hoteli za watu fulani wapema. Tuliingia kule. Tulipoingia wenzetu walikuwa wanahudumiwa, lakini sisi tulikuwa hatuhudumiwi. Sema mimi. Sijui kama nasema na watu, sio mimi tu. Unajua kuna muda mwingine kama unajitambua vizuri, kuna baadhi hata ya maduka ukiingia watu hawawezi kukuhudumia. Mpaka unaweza ukafika mahali ukaanza kuhisi kwamba hivi ni kwa nini mimi? Lakini ukweli sio kwamba ni kwa nini wewe, ni kwa sababu ya kile ulichokuwa nacho. Yaani vile wao ambavyo wanafanya ni tofauti kabisa na wewe ulivyo. Kwa kuwa wewe na vile vitu hauwezi ukafungamana navyo, wao hawawezi wakakuhudumia wewe. Sema amina. Ndio maana kama kuna silaha ambayo shetani anapambana na wewe, ni kuhakikisha kwamba wewe ujitambui wewe ni nani katika Yesu. Sema amina. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi wa 5.
tura mashatakaya. Inasemaje? Sikia. Maneno ya Bwana yanasema. Ndio. Kwa sababu hiyo. Kwa kuwa tuna huduma hii. Kwa jinsi tulivyopata rehema. Hatulegei. Kwa jinsi tulivyopata rehema. Hatulegezwi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini hatulegei? Kwa sababu ya huduma. Yaani siku uliokuwa unakiri maneno yale ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna kitu ulikipokea kutoka katika ulimwengu wa roho, na hicho kitu ulichopokea ni huduma. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Aibu sio fungu lako. Aibu ni pamoja na kifo. Aibu ni pamoja na magonjwa. Aibu ni pamoja na roho ya umaskini inayotenda kazi ndani yako. Aibu ni pamoja na kufikia muda wa kuolewa alafu wewe hujaolewa. Aibu ni pamoja na kufikia muda wa kuzaa alafu wewe hujazaa. Sijui kama anasema na watu. Unajua kuna vitu wao nyinyi mnaona kama ni vitu vya kawaida, lakini nataka niwaambie katika ulimwengu wa roho sio vitu vya kawaida. Haiwezekani mtu unamjua Yesu alafu naenda kuomba eti Mungu akusaidie akupe mtoto. Mtoto nayo ni kitu cha kuomba. Au namsumbua Mungu kwa ajili ya uponyaji. Uponyaji nao ni kitu cha kuomba. Biblia inasema Mungu alimuumba mwanadamu mkamilifu. Moja kati ya vitu ambavyo vilianza kuleta shida katika maisha ya wanadamu ni dhambi. Na ndio maana dhambi haiwezi ikaondoka kwenye maisha yako na wewe utaendelea kuishi maisha uliokuwa unaishi. Sema amen. Kwa hiyo moja ni kujua wewe ni nani. Hizo shida zako zinazokutesa zinasubiri wewe utajitambulisha wewe ni nani. Aziondoki mpaka umejijua wewe ni nani. Wewe. Ndio maana mimi kwa riba yangu mwaka ujao ni mwaka utakao nikoma. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna vitu vingine nimejulishwa. Nilikuwa sijui, sasa najua. Sema amina. Sema amina. Sisi kama nasema na watu. Unajua ilikuwa rahisi kwa yule jamaa kipofu ambaye alifunguliwa na Yesu kanisani. Alafu akaanza kutaka kuletea utambulisho usiokuwa wa kwake, akakataa. Walinuka watu wakaanza kusema unamjua yule aliyekuponya ya kwamba ni mtenda dhambi. Akasema mimi sijui. Lakini ninachojua mimi ni kwamba nilikuwa sioni na sasa naona. Sema amina. Sema amina. Asiki kama wanasema na watu. Unajua neno la Bwana linasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Yes. Sasa anza kuona wewe ni tajiri alafu uone kama utaendelea kuwa maskini. Anza kuona wewe ni mzima alafu uone kama utaendelea kuwa mgonjwa. Haleluya. Amen. Namba 2. Shetani hataki wewe ujue mamlaka ulionayo kwake. Shetani hataki wewe ujue mamlaka ulionayo wewe kwake. Na ndio maana kwa namna moja au nyingine anajitahidi sana aonekane yeye kama ana nguvu sana kwako, lakini kiukweli hana nguvu hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu alishashindwa zamani. Sio leo wala jana, alishashindwa kwako toka zamani. Alishapoteza mamlaka yake kwako toka
shindana na shetani kama una uhakika. Kama unataka watu ndio wakuhakikishie mamlaka ulionayo kwake, utachelewa sana. Ndio maana katika kitabu cha Waebrania 11:1 inasema imani chanzo chake ni kusikia. Hiyo ni Waebrania 11:10. Hebu nisome Waebrania 11:1 alafu imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Uhakika ni mamlaka hiyo inayotenda kazi ndani ya mtu, kwa sababu huwezi kufanya kitu kama hauna uhakika nacho. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo shetani huwa anavifanya ni kuwanyima watoto wa Mungu kujua mamlaka yao kwake. Kuna maeneo Yesu anasema, nami nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu za giza. Nyoka ni udanganyifu, nge ni usaliti, giza ni kifuniko, ni kificho, ni kitu ambacho inaweza ikakuchukua muda sana kuweza kukijua. Kwa hiyo Mungu amekupa mamlaka, amekupa mamlaka juu ya mizimu, amekupa mamlaka juu ya uchawi, amekupa mamlaka juu ya waganga, amekupa mamlaka juu ya mkuu wa giza, amekupa mamlaka ya wewe kumseta shetani kuzimu. Waebrania 2:5-6. Maneno ya Bwana yanasema, ndio maana hakuweka chini ya malaika, maana akuweka chini ya malaika. Hii ni mamlaka na ni neno la Mungu kwako. Mungu akuweka ulimwengu huu chini ya malaika. Naposema malaika ni pamoja na mapepo, majini na takataka nyingine zote za shetani. Ulimwengu ule ujao tunaounena. Ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema, mwanadamu ni nini hata ukumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie. Umemfanya mdogo punde. Ni mdogo sana, lakini umebeba mambo makubwa. Sema amina. Sema amina. Inawezekana na wewe ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanajisarau. Nataka nikwambie unaweza. Kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Haleluya. Amen. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Yaani chochote unachofanya katika mikono yako ni Mungu anafanya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Namba 3, kitu ambacho shetani hataki ukijue ni pamoja na ushindi ulionao tayari. Haleluya. Ni pamoja na ushindi uliokuwa nao tayari. Yaani uso wa kudownload wala wa kuomba.
tayari unao, tayari ni wa kwako. Sema amina na ubariki. Amen. Ukienda kwenye ile Isaya 53 ukianzia mstari wa kwanza na kuendelea, kuna eneo ambapo neno la Bwana linasema kwa habari ya kupigwa kwake sisi tulishakwisha kupona. Sio leo. Kwa hiyo ukijikagua hapo, kama una ugonjwa ni kwa sababu ya kuto kujua kwamba kuna ushindi ambao tayari wewe unao, yaani wa kwako. Yaani huu hauhusiani na maombi, hauhusiani na mifungo. Kwa kupigwa kwake sisi tumefanyeje? Tumepona. Sio tumepona, tungekuwa Wasukuma tungekandamiza kwa kusema tuliponaga. Na kama sio kupona, basi ushindi tunao. Sio kitu cha kuomba ushindi, yaani unaingia kwenye vita uko ungali wewe ukiwa mshindi. Biblia inasema kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sijui kama anasema na watu. Ni vitu ambavyo unaweza ukaona kama ni vya kawaida, lakini sio vya kawaida katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu vinamchukua mtu mwenye ufahamu. Ndio maana mimi nilishaacha kushindana na shetani. Tulikuwa tunaongea juzi na baba yenu wa kiroho, tulikuwa tunazungumza namna ambavyo watu wanapokea neema na mbwembwe ambazo wanaweza wakazifanya. Manabii wa Gen Z. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio tunaona mtu ana pepo, anaweka kama madhabahuni, anatia teke. Anamwambia njoo, akija anaenda kama alafu uko vigelegele na ndelemo. Haleluya. Lakini wale wazoefu hawana muda wa kucheza na pepo. Yaani akishaona pepo, yeye anaanza kukabili pepo. Toka. Nyamaza, ondoka. Sema amina. Sema amina. Kwa sababu yule mzoefu anajua ushindi upo. Sio masuala ya majibizano, wala sio masuala ya kusumbuana. Ni masuala ya muda wako umekwisha, toka kwenda. Sema amina. Kwa pepo wao hapendi ujue kwamba wewe unajua ushindi tayari unao. Namba 4. Sema amina. Katika mambo 7 ambao shetani hataki ujue ni pamoja na kwamba vita kubwa unayoipitia wewe sio vita ya wewe na shetani, ni vita ya wewe na akili yako. Unajua kuna watu wamefika mahali anasema huyu shetani wangu ana nguvu. Sio ana nguvu. Huyo shetani unayemwona kwenye maisha yako ni akili yako. Ninaposema ni akili yako, nazungumzia fikra zako. Ndio maana kuna watu mmekuja leo mnaona kama maombi mliowahi kwisha kuombewa ni kama hayatoshi hivi. Yaani unahitaji maombi zaidi. Yaani unasema hii changamoto yangu niliyokuwa nayo ili uweze kuniacha, ninahitaji maombi. Baba mchungaji, ujifunge. Jifungue kutoka mwenyewe kwenye akili yako. Kwa sababu hapo ulipo kwa kiwango kikubwa sana umekaa hapo kwa sababu ya mawazo yanayotokana na akili yako. Siku akili yako itakapoanza kuona vile ambavyo Mungu anaona, na wewe ndipo utakapoanza kutoka na kuingia kwenye baraka yako.
amina na ubariki. Sijui kama nasema na watu. Unajua kuna siku nilikuwa nimekaa, halafu nikawa na waza juu ya taifa la Israeli wakati wameelekezwa waingie Kanaani yao. Sema amina. Maandiko yanatuambia ya kwamba Yoshua alipeleka wapelelezi 12. Alafu katika wale wapelelezi 12, wawili tu ndio walikuwa kinyume na wale 10. 10 walirudi na habari mbaya, alafu wawili ndio waliobeba habari njema. Sema amina na ubariki. Nikachukulia sasa, wewe ndio taifa la Israeli, alafu kwa namna usioijua, kabla ya kuingia kwenye neema, kabla ya kuwa kwenye neema, uliambukizwa HIV. Sema amina. Sisemi HIV kama vile madokta wanavyoweza kukuelezea. Unajua, ukishaanza kupewa sifa zile za HIV, namna ambavyo zina ule ugonjwa unatenda kazi, yani yale maelezo yanatosha sana kukuua kuliko ugonjwa wenyewe. Na kwa nini? Kwa sababu wale kinachotafutwa kwako ni akili yako. Na ndio maana kama kuna ukombozi ambao unatakiwa leo ukombolewe, ni ukombozi wa akili yako. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu vita vyako vyote vya kiroho vinapigana kwenye akili. Biblia inasema Mungu wa dunia hii alipofusha fikra. Ndio maana mmekuwa mnafikiri sana mambo madogo, na ndio maana mmekuwa mnapata kidogo. Shida sio Mungu, shida ni namna ambavyo wewe unaitumia akili yako. Wewe kwa sababu unashindwa kuitumia akili yako vizuri. Eti unataka maombi. Ukitaka kuolewa lazima uwe na mipango ya maandalizi ya wewe kuwa mke wa mtu. Akili. Watu wanashindwa kushawishika na wewe kwa sababu ya akili mbaya uliyokuwa nayo. Uliolewa unatembea uchi. Leo ukiolewa, akili. Hakunaga mapepo kwenye ndoa. Ukiona ndoa inakutesa ni kwa sababu ya akili yako. Mwanaume aliambiwa na Mungu atakuwa kichwa, mwanamke atakuwa moyo, uvumilivu. Kichwa ni gearbox, mipango. Alafu umeenda kuoa mtu, wewe mwenyewe una mipango. Nasema na watu. Unajua, lazima mfike mahali. Sio kila kitu ni kitu cha kuomba. Kuna vitu vingine mnatakiwa mjue. Na moja kati ya vitu ambavyo anavifurahia shetani kwa walokole ni ujinga. Walokole ni wajinga sana. Wanaomba Mungu awafanikishe, alafu kufanya kazi hawataki. Wanashinda kanisani wanalia, hawana muda wa kutafuta. Alafu anasema mwaka huu ni mwaka wa maongezeko, alafu anaanza kuongeza kwa maombi. Vyama shikataya. Akili. Haleluya. Akili. Ninaona ukombozi wa akili yako katika jina la Yesu. Amen. Namba 5, mambo 7 ambayo shetani hataki ujue ni pamoja, iko silaha ya sifa. Ipo silaha ya sifa. Shetani hataki ujue namna nzuri
Sema amina. Unajua vita ambavyo vinapigana kule nje ya nchi ni tofauti na vita ambavyo sisi tunapigana mpaka leo. Vita vilivyopo katika dunia iliyoendelea ni sifa. Ukiona Mkorea anabuni silaha kubwa, alafu anaenda anafyatua baharini, alafu anaenda anageuza maji juu chini, alafu anataja jina hilo unayoiona, hiyo ni B-52 bomba. Haleluya, haleluya. Sijui kama anasema na watu Marekani na anasema kuna ndege. Yaani kuna mtu alikuwa ananisimulia juu ya jeshi la Marekani, anasema kule Pentagon ni kama mkoa mzima. Kama mkoa mzima, na ule mkoa umejaa ndege zenye sifa tofauti tofauti. Na ukienda kabla hajapigana na wewe anaanza kukuelezea, unajua hii ni drawing, hii sijui ni nini, hii sijui ni nini, hii ni mashine gani. Halo, sasa je, mnaingia kupigana vita huko mjui kupigana vita kwa njia ya sifa? Sema amina. Sema amina, ubarikiwe. Mimi nimekuwa na silaha moja. Unajua kuna muda huwa naalikwa kwenda kufanya makongamano kwa watu na hasa ambao walijua. Huwa nikipanda, nikigundua eneo hilo lina nguvu za giza, huwa naanza kusema, mnajua mimi ni mtu hatari na mimi sio mtu wa kawaida. Mimi huwa sishindwi na nguvu za giza. Mungu wangu ni Mungu mwenye nguvu. Mungu wangu ni Mungu hatari. Nimebeba Yesu. Mimi sio ya kwamba nimebeba yule Yesu wa hadithi na kwenye Biblia. Mimi nimebeba Yesu ambaye anaweza kufanya vitu. Yaani kiruhusu sasa hivi hapa, pataharibika hapa. Mimi sio mtu wa kawaida. Sema amina. Sifa. Daudi alikuwa ni mtu wa sifa. Hakuna namna ambayo alikuwa anaweza akapigana bila kutanguliza sifa. Sijui kama anasema na watu. Unajua kuna watu wanachelewa kanisani. Kwa nini? Kwa sababu hawataki kusifu. Kwa nini? Kwa sababu waone kama kuna kitu kwenye sifa. Ndio maana mimi nikifika mahali huwa sijivungi. Mimi huwa sijivungi. Kapiga mtumishi wa Mungu nyimbo hapa, nikanyang'anya maiki na mimi nikaanza kuimba. Naimba wimbo ambao siujui, ila naimba kwa maneno yangu. Sema amina. Sema amina. Na simecheza, kwani mjacheza? Hizo nguvu za giza zilizokuwa zinaleta uzuri hazijawaachia. Basi kama anasema, ndio maana shetani anaogopa mtu mwenye maarifa ya Mungu. Shetani anaogopa mtu anayekwenda kanisani. Sema amina. Sema amina. Sasa kama anasema na watu. Naona kuna watu wanachapa usingizi, wanasubiri muda wa maombi chai. Sema amina na mbarikiwe. Tunaenda kitu cha ngapi? Cha 6. Shetani hataki wewe ujue kwamba wokovu uliokuwa nao sio kwa faida yako, bali ni kwa faida ya familia yako. Sema amina. Sema amina. Shetani haogopi wewe ulivyookoka. Anachoogopa mbele yako na nyuma yako kuna watu wengi wataokolewa kwa kupitia wewe. Na ndio maana anakushughulikia sana, halafu na wewe utake kushughulikiwa. Sema amina. Amen. Sijui kama anasema na watu. Amen. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuokoka kwenye familia yetu. Amen. Amen. Tena mwanzoni nilikuwa najiangalia mimi mwenyewe. Alafu siku na okoka nilipitia matatizo. Unajua Makanga alikuwa na marafiki yake ya boda. Kuna muda ikifika,
wanajaza kiti moto na bia kawe. Sasa kwamba nimeokoka, narudi mbele nakuta kiti moto ya kutosha, bia za kutosha. Hapo ananiambia kula. Sasa mimi nikawa nakula kiti moto alafu sinywi bia. Kwa hiyo nikawa naonekana namaliza kiti moto kuliko bia. Haleluya. Haleluya. Hapo ndio unapojua hasira ya mlevi. Unakula nyama alafu uli bia. Wanaambia kwa nini unywe bia? Naambia nimeokoka. Bia tayari wameokoka. Ukipata mwanamke mlokole na yeye kaanza kujifanya kwamba anaokoka. Sasa nilijua niliyeitwa ni mimi peke yangu. Kumbe mimi natangulia, alafu nyuma yangu kuna prophet. Amen. Kuna baba wa watoto wengi naye anakuja. Haleluya. Na ndio moja kati ya vitu ambavyo vinamtisha shetani. Shetani haogopi wokovu wako. Anaogopa hao utakao ambatana nao kutoka kwenye familia baba yako, kutoka kwenye familia mama yako. Sema amina. Sema amina. Sasa leo mama yetu ameokoka, wadogo zetu wanaokoka. Haleluya. Haleluya. Na watu wanaotamani kutaka kuwa karibu na sisi nao wanaokoka. Haleluya. Kwa shetani anachoogopa kwako ni yale makusanyiko yatakayokufuata wewe. Kwa hiyo ogopa wokovu uliokuwa nao, ila na wasiwasi na wewe ukiokoka, na kuna watu wataendelea kuokoka. Sema amina. Amen. Sema amina na ubariki. Amen. Mwisho, haleluya. Amen. Shetani hataki wewe ujue ukweli, hataki wewe ujue ukweli. Ya kwamba wewe unaofungua maisha yako. Hakuna mtu atakaye kufungua. Wewe mwenyewe ndio unaofungua wa maisha yako. Ndio maana Yesu alimwambia Petro, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala malango ya kuzimu hayatakuweza, hayatakushinda. Kwa nini? Kwa sababu wewe unao funguo. Sema amini. Kama uko mahali hapo unasubiri eti watu wakufungue, leo sifungui mtu. Funguo unazo wewe mwenyewe. Kwa nini nasema unazo wewe mwenyewe? Kuna muda unatupa shida sana, unatutesa, unatusumbua. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe hujafungua, alafu nataka sisi tukufungue. Sijui kama nasema na watu. Unajua kuna vitu ambavyo ukienda kwenye huduma ambazo watu wanafunguliwa sana, ni huduma za watu ambao wao wenyewe tayari wako tayari kufunguliwa. Yaani wao wanatangulia kufungua, alafu ndio yule mfunguaji naye anafungua. Ukiona mtumishi wa Bwana amesogelea mtu, sema papa, sema papa, sema papa, yaani anaanza kuchangamka mwenyewe, tayari anaanza kuonyesha dalili mwenyewe za kutaka kupokea kitu. Tunasogelea, tunakwambia tunaona kitu, alafu natumbua macho kama mjusi akibana kwenye mlango. Rakatashika tarama anta. Acha ujinga. Fungua moyo. Uponyaji wa mtu uko katika moyo wa mtu. Maandalizi ya moyo ni ya kwako. Maandalizi ya moyo ni ya kwako. Moyo wako ndio kitabu. Moyo wako
mwaka ni mwaka wa kuvikwa mavazi. Majitu yametumbua macho pale, yanasubiria vazi kwamba sijui litatokea wapi. Ndio maana kuna vitu msipoanza kuviona katika ulimwengu wenu wa roho, Mungu hawezi kuwapatia. Mungu aangalie utendaji kazi wa mtu kanisani. Kuna watu mko hapa mnajitia moyo sana eti kwa sababu mnatenda sana kazi kanisani. Hapana. Sijui kama anasema na watu. Unajua kama unabisha, nenda kamuulize Elisha. Alikuwa ni mtumwa wa Elia, alikuwa anafua nguo, alikuwa anampikia Elia. Lakini ulipofika muda wa baraka yake, Elia alikuwa yuko tayari kumnyima Elisha baraka yake. Aliweka kipengele. Haleluya. Alisema kama utaniona utapokea, usiponiona huwezi kupokea. Sijui kama nasema na watu. Unajua kwa namna moja au nyingine, haya yote niliyokuwa nasema, haya yote ni vazi, ni nguo. Huwezi ukapigana vizuri kama uko uchi. Kama hizi ni nguo za kiroho, na kazi ya nguo ni kukusitiri. Ndio maana usiende kupigana huko umevaa nguo imekubana, utapata aibu. Lazima uwe na nguo ambayo inaweza ikakuruhusu wewe kupigana vizuri. Na maneno ya Bwana yanasema vita tulivyokuwa nao sio vita juu ya damu na nyama, ni vita katika ulimwengu wa roho, ni vita katika maarifa, ni vita katika namna nzuri ya kujua wewe utapiganaje. Sema amina. Ukweli ni kwamba Mungu ana nguvu kuliko shetani. Ukweli ni kwamba Mungu anakupenda pamoja na mapito na matatizo uliokuwa nayo, lakini Bwana bado anakupenda, lakini Bwana bado anakuhitaji. Wakati mwingine mjifunze pia kufurahia matatizo mliokuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu ndio daraja, ndio ngazi ya wewe kuweza kufikia ukamilifu wako. Jamani, iliyo kweli ni kwamba wokovu sio tambalale. Wokovu kuna milima, wokovu kuna mashimo, kuna makorogeche, kuna kutumbukia. Ndio maana mtu asije akakudanganya kwamba eti ukiokoka huwezi kuchambuliwa na nguvu za giza. Unaweza ukashambuliwa. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio adui wa shetani namba moja. Asante. Yesu anasema kwa sababu huwezi kuchambuliwa zaidi ya vile unavyoweza. Jaribu alikuwapata ninyi lisilokuwa kawaida ya nani? Ya mwanadamu. Ndio maana mimi kwa leo niliyopitia sasa siogopi magonjwa, siogopi majini, siogopi mizimu, siogopi maonezo ya shetani, siogopi umaskini. Sema amina. Si tunapenda sana, lakini unajua kinachoipata dhahabu ili iwe dhahabu, tunaambiwa lazima ipite kwenye moto. Sasa kuna watu mnatamani hapa kuwa na nguvu za Mungu, alafu hamtaki kuwa na matatizo. Matatizo ni sehemu ya kuzidisha nguvu za Mungu kwenye maisha yenu. Sema amina. Unafikiri mtu aliyenusurika kufa na mtu ambaye ana amani wakiingia kwenye maombi wanaweza wakafanana? Kwa nini aliyenusurika kifo ataomba zaidi? Kwa hiyo Mungu awasaidie mjue ukweli. Ukweli ni kwamba ninyi ni washindi na zaidi ya ushindi.
Yaani mmeshinda na mtaendelea kushinda. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikawashinda ninyi. Ndio mimi niliwaambia hata watoto wangu wa kiroho, wakati mwingine unashangaa, unafika kanisani unawauliza wangapi wanataka kuolewa. Unaona wanawake wamenyonyo, wanataka kuolewa hapa, Mungu wangapi? Wangapi wanataka kuolewa? Nyanyua mkono usone hivi, nataka nikupe ofa. Nyanyua mkono juu, hamtaki leo kuolewa. Mmenuna. Wanaotaka kuoa hata alichotaka. Kuta kanisa wanaotaka kuoa wako kibao na wanaotaka kuolewa wako kibao. Badala ya kufanya chende ngota tu ya katamayanda kabisa chapa retro sikata, unashinda hata kusema Bwana amenishuhudia. Kama unatoka upande mmoja, yaani mchungaji akurahisisha, unatoka kwa unamuuliza huko serious wewe unataka kuolewa? Haleluya. Haleluya. Sisi kama nasema na watu, utaijua kweli nayo kweli itaweka huru. Sema mimi ubarikiwe. Kwa hiyo usizani kama kutakuwa na maombi ya mtu kuoa na mtu kutaka kuolewa. Maana kanisani wako wengi wanaotaka kuolewa na wanaotaka kuoa pia wako wengi. Haleluya. Wangapi mmenielewa? Wangapi mmeenda kuzishinda hizo nguvu za giza? Nguvu za giza hazishindi kwa kulia. Haleluya. Hazishindi kwa manung'uniko. Hazishindi kwa wewe kuziona zina nguvu. Zinashindwa kwa wewe kuchukua hatua, kwa wewe kuzikabili. Chochote ambacho umeanza kushuhudia unaona ni cha uongo kwako, kipinge, kitakuacha. Jana tulikuwa na darasa zuri sana la kodi za kinabii. Niliwafundisha watu na mimi walinielewa sana. Na wao walipata neema ya kujifunza namna ya kuzishinda nguvu za giza. Ninaona hizo nguvu za giza ukizishinda katika jina la Yesu. Amen. Sasa nataka tufanye zoezi. Tutafanya zoezi leo, nitakusaidia kuzishinda hizo nguvu za giza ambazo ziko kwenye maisha yako. Simama juu kwa imani.